Huyu CPA, si unajua alikuwa mtu wangu wa pesa. Your Excellency, kwanza kabisa nataka kuchukua nafasi hii kuungana na viongozi wa kaunti hii kukukaribisha hapa Madharu na hapa katika Keses constituency, Tarakwa ward. Hii ndio ward yetu ya mwisho, Your Excellency, kwa mpaka yetu na Baringo na sehemu ile Kericho na pia sehemu ile ingine Nandi. Na Your Excellency, sehemu hii ni sehemu ya kilimo. Na kwa vile umefika hapa Your Excellency, kuna mambo ya kilimo ambayo kidogo tataja. Na kabla niende hapo, tuko na Mheshimiwa Daniel Chebno. Alikuwa naibu wangu wa governor na sasa ni mtu yako ya mkono kwa mambo ya kahawa. Huyu ndio bishop ya kahawa katika bonde la Ufa. Ametuhubiria kupanda kahawa, makadamia na avocado. Na mimi naona hiyo injili ni kama imeshika, kwa sababu sasa sehemu hii tuko na wakulima ambao wako na avocado na sehemu kadhaa katika kaunti hii, Your Excellency, ambaye wako na kilimo ya kahawa. Your Excellency, kwa ile cherry fund ambaye wewe na rais mlisema wakulima wapewe, sasa hata kaunti ya Uasin Gishu mahali tulikuwa tunajulikana kwa mambo ya mahindi, hata sisi tulipata fedha ya cherry fund kwa wale wakulima wa kahawa wako katika kaunti hii. Na kwa hiyo kazi ya kilimo tunakushukuru Your Excellency, kwa sababu umeshikilia hiyo kazi rais alikupatia, uendeshe reforms ya hiyo sekta ili wakulima wetu waweze kupata pesa ama malipo kulingana na kazi yao. Ya pili, Your Excellency, hapa pia sehemu hii ya Tarakwa ni sehemu ya maziwa. Na wakulima hawa wako na maziwa ambayo wanapeleka, tuko na milk cooler plant kwa hapa, na pia ni wakulima wanapeana maziwa katika kiwanda yetu ya KCC. Your Excellency, kumekuwa na changamoto kwa hii KCC. Malipo ya wakulima haikuji kwa wakati. Kwa sababu kwa mpango yenyu ya serikali mulisema mtaweka fedha kwenye hiyo KCC ili wakulima waweze kulipwa kwa wakati. Tunakuomba Your Excellency utusaidie kuhakikisha KCC inalipa wakulima kwa wakati, ndio wakulima waweze kujikimu kwa maisha na waendelee na kilimo ya maziwa. Your Excellency, tunakukaribisha hapa. Na unajua hapa ni deni tumekuja kulipa. Wakati ile tulipanga mipango ya kutembelea kaunti hii wakati wa siasa, tukaweza kutembea sehemu nyingi, tukakosa kufika hapa kwa sababu ya masaa. Na ukutuambia nitafanya mpango, baada ya uchaguzi utarudi hapa. Hawa watu ya Madharu na Tarakwa ward wamesubiri siku hiyo sana. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu siku hiyo imefika. Mheshimiwa mbunge wa hapa alikuwa karibu amekosa kitu ya kuambia wananchi akifika hapa, kwa sababu anauliza ule rafiki wetu Mheshimiwa naibu ya rais alisema atakuja hapa, atafika lini? Amefika, ajefika. Na Your Excellency, kwa sababu hao watoto wameimba, wamesema, na unaona hata mwalimu mkuu wa JSS ni mchangamfu. Na ukiona mwalimu mkuu ni mchangamfu, ujue hiyo shule iko sawa. Shule kwa extra curriculum ukiona inashika laini, hata academically inashika laini, Your Excellency. Lakini kwa sababu ya ile mambo amesema, na mimi nilikuwa governor hapa Your Excellency, shida ya hii area Timborua sio shida, ni vile Mungu aliumba. Hapa inakuanga baridi. Tukikaa hapa another 1 hour, mtakuwa mmeanza kutetemeka hapa. Except wale watu wametoka kwa mlima kwa sababu wao karibu na snow. Lakini hiki na Ngogoyo na wengine watawashiwa moto hapa. Na kwa sababu Your Excellency, ni vigumu sana wale watu wametoka sehemu nyingine kuweza kukaa hapa kwa muda mrefu. Tungeomba TSC ifanye affirmative action kwa mashule ya hapa. Wale watoto wamefuzu mambo ya elimu na already wako registered katika TSC, waajiriwe wawe walimu wa hapa. Ndio hiyo shortage ya walimu
na watu kuuliza transfer wakifika tu hapa itaisha, kwa sababu hawa wamesaliwa hapa, wamepambana na baridi wakiwa nasari, wamekuwa watu wakubwa, walizoeana na weather ya hapa Timborua. Ndio shule hizi iweze kuinuka na hawa watoto pia wafike mbali. Wakati nilisikia wakisema ni vigumu sana kutoka kwa hii kijiji kwenda Nairobi, Your Excellency, wewe ni Deputy President ya Kenya, hii ka trip ya hawa waja tu waende Nairobi na wasimalizie Nairobi, waende hivi wapite waone Abadeas, Mount Kenya, hiyo ni geography, wateremuke wakuja Nairobi, na atusemi watafutiwe ndege, basi tu ya shule inaweza kuwapeleka weekend yote, wasunguke Nairobi, wakule lunch pale kwa Asala Mansion, wakaribishe, alafu wateremuke polepole warudi hapa. Mimi natambua hizo school tours kwa sababu inapanua mawazo ya watoto na pia kwa mambo ya masomo. Kwa hivyo Your Excellency, nakuomba hao watoto vile waomba, tafadhali, wewe ni baba, wewe ni mzee, wengi hawa sasa wewe ni kama babu yao, waangalie hiyo. Kwa hiyo maneno ya mwisho Your Excellency ni kukuhakikishia ya kuwa sisi kama viongozi katika bonde hili la Ufa, sisi tunasimama na rais na wewe na hii serikali kuhakikisha yale mambo yote tuliahidi wananchi tunasuluhisha na maendeleo tunafikisha vile tuliwaahidi hawa wananchi. Tunataka kushukuru serikali kwa soko ambaye imeweka hapa Madharu. Kuna soko ingine mumesaidia mjumbe wa hapa wameweka kule Kesesi. Kuna soko kubwa mumetusaidia kama county na governor mukaweka Eldoret. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa hapa kaunti hii ya Uasin Gishu na hii bonde la Ufa, tutasimama na serikali kuhakikisha miradi na mipango ya maendeleo inaenda mbele, na yale masuala tunahitajika katika bunge tutahakikisha tumefacilitate nyinyi ili tuweze kusukuma mambo ya maendeleo. Mambo haya kidogo Your Excellency, nimesikia hapa gate Warukuru wakisema na nini. Mimi nataka kusema Your Excellency, wewe ni mzee na wewe ni mkulima ya ng'ombe, na unajua ndama ikikunywa maziwa lazima ikimbie. Tunataka tu kuomba Your Excellency, usijali, waja hii vijana wamekunywa maziwa kimbie kidogo, lakini sisi wale tumekuwa vijana wazee kidogo, tutawaambia wasingate singenge, wakimbie tu ndani ya boma, wasiende mbali, na wahakikishe bado wanaangalia nyumbani ni wapi, ndio mambo iende mbele. Sisi viongozi vijana pia tuwe watu wa kuheshimu wale viongozi wako mbele yetu, ili miaka zingine pia tupate hiyo baraka ya kusonga mbele. Kwa hivyo sisi tunahakikisha kama viongozi wa hapa tutadumisha heshima kwa serikali na nyinyi kama viongozi wetu, ili mambo ya maendeleo iweze kwenda mbele. Na mheshimiwa Kate kutoka kule Laikipia tunasema karibu, lakini usiwashe moto kwa sisi hapa tuko na msemo tunasema kuna watu wanaweza washa moto kwa lake. Hii mambo haijafika kiwango ya kusema imekuwa mambo mingi, hata haijafikia wazee. So please, tunataka tuache siasa ndio tuweze kufanya hii mambo ya maendeleo iende mbele. Na ile ya muhimu, especially elected leaders, wale ambao tunaunga hii serikali, tupunguze mambo ya siasa ndio tupatie rais nafasi. Rais amekuwa kula Marekani, amekuja na resources. Inataka highest concentration kuimplement hizo program ili wananchi waweze kuvuna matunda ya kupigia hii serikali kura. Mimi nimefurahi kurudi hapa Madharu kuona marafiki yangu Bishop Kiharie. Asante sana kwa neno ya siku ya leo. Hawa viongozi wote wa makanisa, Your Excellency, hawa ndio wametusimamia kwa mambo ya amani katika hii ulimwengu inaitwa Madharu na Tarakwa.
hiyo maombi yao ya kukutembelea kule Karen, Your Excellency, hata mimi naungana kusema wapatie nafasi hivi karibuni waweze kutembea. Na ya mwisho pia, Mheshimiwa Naibu ya Rais, tukutume utuombee Mheshimiwa Rais pia akipata nafasi pia tutembelee hapa Madharu kwa minajili ya maendeleo. Wakati hii soko mnasindua leo itakamilika, aweze kuja kufungua, ndio hao wananchi pia wapate nafasi ya kusalamiana na yeye. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kusidi hapo. Asanteni sana watu wa Madharu kwa umoja wenu, na mambo ya maendeleo tutaendelea kuwashikilia. Sasa nichukue nafasi hii kukaribisha Deputy Speaker wa National Assembly Mheshimiwa Gladys Boshole ili wasalamie, alafu akaribishe governor ambaye atakaribisha Mheshimiwa Naibu ya Rais. Asanteni sana.